Woza Mbogi True ati tuko nini? Tuko fully live recording ni Swadakta. Nakwambia kutoka mtaani hadi mashinani. Hii ni show yako murwa. Shujaz tuko on. Na we jua hii wiki tumekuchambulia riba safi. Nakuambia wale wanatutafuta pale online tupate pale Facebook @Shujaz Kenya. Wale wa IG utatupata kwa Shujaz KE na ukumbuke hashtag tuko on. Wale wa WhatsApp mnaweza sema nami on 0758919709 ama unaweza scan hii QR code hapa. Bila kusahau jeshi yangu ya Katululu manze, SMS namba ni 20308 na ukumbuke hashtag tuko on na SMS ni free. Alafu captain, si tuingie mtaya Chalipele tumgote mapema very fast. Huyu sio ule kijana ni. This is stupid. Unadhani ni mchezo Chali? Unajaribu na ina affect kila mtu mwenye anakujali. Nilimes. Siwezi kataa. Sikuwa nafikiria. Sikuwa nataka maboys wengine wadhanie mimi ni fala. Lakini sasa najua. Boroko committed kurudisha life yako form. Asante bro. Sasa niko rada. Najua exactly chenye nafaa kufanya. Rozi, ni aje? Hapana. Rozi rada. Rozi kama ni gote. Rozi, najua nilikukosea sana. Chenye nilifanya haikuwa poa. Yaani kusema ukweli, sikuwa poa pia mimi. Nilikuwa nasikiza sana maboys wangu, lakini walikuwa wananipotoza. Sitaki hiyo life tena. Nataka life real. Nataka tuwe friends wenye tulikuwa kitambo. Nimemiss friendship yetu. Rosie, please sema kitu. Nilikuwa disappointed sana na wewe Charlie. Hiyo kiburi na kujichocha haikuwa the real you. Niko happy kuona the real you amerudi. Lakini bado siwezi jifanya hakuna kitu ili happen na needs time. Labda siku moja tutakuwa mabeshte tena. Lakini si sahihi yake. Naelewa. Nitakuchill, sitakupea pressure. Kila mtu anajua niko na ball. Wanadhani mimi ni bad girl. Nimepotea. Kwani ni fault yangu? Ningeongelesha mtu kabla vitu zifike hapa. Na need help sahi. Nilikuwa na feel nikisema ukweli sitapata heshima, sitatambuliwa. So nikaanza kuchocha vile nakulana na vile nimeomoka. Afadhali wewe Charlie. Mimi waliniambia niachane na dem. Kidogo nishapata dem ameenda. News kieri nyinyi walai. Mimi simu walinichocha tukaibe simu kwa duka kutoa pesa. Nikawasikiza. Hapo ndo tulishikwa. Mimi siwezi rudia. Hakuna kujifanya. Si wote tunakapitia. Leo tumekuwa na session fiti sana majamaa. Vile tulisema tutakuwa tunapatana kila wiki kushare na kusapotiana. Au sio? Bana. Na next time tuonge stories za mechi. Yenyewe tunafaa. Ni muhimu kwanza after chenye nilipitia. Enyewe tunafaa tubonge hizi vitu. Hadi mimi na agree na umse bana. Kweli sema. Na tukaerada vile inafaa. Woza mashujaa ndo tunatoka mtaya Chalipele na nakwambia afadhali sasa anapumua jo. Si ati nini, alafu tumecheki si lazima ujieke kwa mangori mingi za peer pressure ndio watu wakutambue. Kabisa, we jirank vile uko, we ni shujaa. Kumbuka, ukidai kubonga na Chalipele, unaweza mkuta pale Facebook na Instagram @Chalipele. Bonga na yeye. Sasa inadai niwapeleke kwa chuo fulani manze msikie machampe wa kibanja. Twende sana. Ni aje my guys. Miss manze. So juzi mtano beshte yangu. Ako second year kampo. Alafu alikuwa anasema ati boyfriend yake amemaliza last year anadai amzalie mtoi. So nyinyi mnaonaje hiyo story? Na anasema nampenda sana by the way, hawezi kumwacha ama kumhurt.
kupendana tunapendana, lakini sasa tutaliaje hadi huyo mtoi? Like I don't feel like we are financially stable. Hatuna hiyo ganji, unaelewa? Ama maybe iko, lakini I feel like tunajifungia. So iko na mtoi sahi sidhani, cause do ya diaper, unaona, napiga luku ama naenda outside ama unaelewa. I feel like uongo. Ningekuwa huyo dem uongo, cause tunapendana, yes, lakini nipe time. When I'm ready tutajua. Kwanza mimi naomba beshte yako atoke kwa hiyo relationship. Atoke kwa hiyo relationship kwanza. Jio ni red flag. Yeye kwanza anataka kuzaa. Hiyo ndio swali anafaa kujiuliza. Ako sure anataka kuzaa saizi. Na mtu mwenye amemaliza na yeye hajamaliza. Nani atakuwa ameenda loss? Hakuna mapenzi we. Kwa mapenzi hakuna loss. Ati kwa mapenzi hakuna loss. Me honestly no. Like si fair for Odin. Like boy anaweza malizaje chuo alafu ataki mdem pia amalize, unaona? Like anafaa mpe time pia kiasi amalize kitu anadu. Watu wako amemaliza alafu sana anaweza kufikiria familia na all that. Na kama akona tudo anaweza lealeaka kamtoi nini wakiendelea tu na shule. Siko tu sawa, watu wamedui kitu na wamemanage. Watu wamedui kitu na wamemanage, but wacha nikwambie it's not easy. Hizi ni vitu tu tunaona ni sawa, yako na mtoto, guy wako sawa, lakini hebu kaa chini umuulize the struggles, like una struggles mingi around having a baby walai. Tena at this time of age. Na bado like I'm sure mdema akona dreams, kitu alikuwa anataka kufanya, and I feel like ukiona mtoi put aside all that, unalea mtoi kwanza. Na wewe kwanza ni mtoi pia, unaelewa? Mtoi yako na mtoi. Na wewe pia mtoi yako na mtoi, unaelewa? I feel like just focus, mwambie tu focus on her, chase her dreams, unaelewa? Live life kiasi, and then afikirie mtoi. Ambie tu boys, just give me time. Hata kama wanapendana, mtoi atakam eventually. Yenyewe unajua mtoto ni like a full time commitment. Mbaya. Manze. Alo, big up sana kwa Oma Youthman manze kwa kutupea maoni yao. Na mashujaa wameguza topic fulani moto. Ni vizuri kupata mtoi ukiwa ready. Ndio hiyo sasa manze, wanadai hakuna haraka ya kupata mkidi. We jijenge kwanza. Hata juu ya hiyo story, mashujaa tuko na swali kwenu. Ni vitu gani wewe unajipanganga nayo kabla uamue kupata mtoi na mtu wako? Hizo maoni zikam kukam. Tuma SMS on 20308. Kumbuka hashtag ni tuko on na SMS ni free. Na tukitagia majibu zenyu manze, wacha tufike hivi mtaa ya Cecilia tusikie riba yake. Twende sana. Jina langu ni Cecilia na hapa tuko kambi Somali. Cecilia I'm a hairdresser. I'm also a dancer. Being a ghetto girl ni kwa tough. Kulelewa na wazazi. Okay, mama yangu kutoka nikuwe mdogo, sisi tunapikanga chang'aa. And my dad ni the best drunker in town. Ilikuwa tu ni nyumba eleweki, kila siku ni vita. Sometimes hata mtalala nje, hata mtaenda shule. Ni aibu tu. Relationship yangu na yule kijana ilianza tukiwa tu huku home. Tulipatana na yeye nikiwa kwa base. Tukakuwa hivyo mabeshte. Yaani tu mamorio, tukua tuna date. Yule morio tu tuko na form tunaenda. Suddenly akaenda Nakuru. Wakati nilifika form 4, I think ndo nilipata miguu ya kwenda hadi Nakuru. Boyfriend yangu akaniambia tu ananipenda. Sasa hapo ndo ni discover niko na mimba. Plus yeye kumwambia alikuwa college. So nakaniambia hadi bado aizioa mtu ana ID for 17 years. Nikaamua tu nirudi home nikiwa tuna ball. So wakati ilianza kutokea ndo niliambia mzai wangu. Pia yeye akaniambia zilea. Sasa aliniambia tu nirudi mali nilikuwa. I had no option, karudi tu Nakuru kwake. So mimi nilimuomba tu hata nisaidia kulea, nisaidie tu nijifungue tu, nikijifungua ni hivyo. Alinielewa tu juu sasa sikuwa na otherwise. After kujifungua ndo nilirudi home. Mzai sasa alikubali tu. Nilifungua tu hapo base ya chipo. Plus nilikuwa najua kushuka vitu kama lines, braids. Hizo ndo nilikuwa najisaidia at least nipate ya diaper. Sasa hizi kenye nafanyanga tu ni kuamka asubuhi, nipikie mtoto uji nipeleke daycare.
niende shule. Nikitokea nakuanga na clients wa home. But sometimes hadi kaa sina, napika kahawa nauza. Baba mtoto hajaituma hadi peni hivi, hadi mtoto akagonjeka. Challenge kubwa nimepitia ni ati hadi sijailea. Hata tukukuwa na sibling mdogo mwenye hadi ningejua kitovu inapanguzwa hivi. Ndio challenge kubwa nimepitia. Hapo sikuwa na parental hadi guidance, sikuwa ati na mtu hadi ananisaidia. Na pia bado hadi mimi sinaona sijazeeka. Naweza rudi soko. Sasa hii na focus tu na mtoto akue kikua hivyo, bado ni mdogo. Dream niko nayo kubwa ni nifungue salon kubwa, niandike majenzi wenzangu, na pia mimi nikuwe independent. Huyo dem mwenye ako hapo na nasikia kamfika mwisho. Je, vitu zingine ni God anapanga. Sababu hadi ujika hiyo ndo maya yuko nayo. Na watu wengine huku nje wanatafuta watoto na wana uwezo wa kupata. Kwa hiyo mzazi mwenye anaona mtoto wake kona mimba na anafikiria kumfukuza, jue vitu zingine si mtu anajitakia. Ni kitu tu huwa inapush mtu. Nikaa kashetani fulani tu kanapush mtu na sio kupenda. So kama anaona atapata aibu ni kwa muda. Najui kama huyo mtoto anafukuza hadi siku moja atakuwa preso ama atakuwa tu kitu kubwa. Shukran sana Cecilia Manze kwa kutuchapia riba yako na sisi. Vile inafaa. Nafurahia sana nikiona magaldem wakipiga shughuli zao hata baada ya kupitia mangori. Big up sana Manze. Kumbuka kama uko na swali ama unataka kutuchapia story yako pia wewe, tuma SMS kwa 20308 na ukumbuke #tuko-on. Come tubonge. Welcome back Mashujaa kwa show yako ya Power. Manze, tuko locked ndani ya Shujaz tuko on. Na ikifika hizi masaa, unajua ni masaa ya kufunguka roho. Vile ashasema Manze, Auntie E na Uncle Sasino wako rada mbaya. Twende sana. Alright, karibuni sana Shujaz kwa hii section ya kufungua roho. So tuko hapa na maswali, ni mimi Sasino na mimi ni Auntie E, na niko na swali moja kwako. So kuna boy fulani ananisuka na alimada chuo 2019 na mimi sasa niko form 3 na anadai kunibaia iPhone ndio nikubali. What is the right way to do? Kwanza Mresh, ukisema anadai kukubaia iPhone ndio mkubali, ina sound ni kama ulikuwa umekata story zake na kuna reason ulikata story yake. Mimi naweza kuambia stick to your goals. Hiyo reason yenye ilifanya umkataa in the first place sidhani imechange. That's why uko hapa ukituuliza hiyo swali. Tafadhali, kama roho yako imekataa, wachana na huyo msee, umlenge. Na si poa pia kubraibiwa ndio upende mtu ama aje Sasino. Love ni kitu free, love ni kitu ya kujiexpress free. Sasa kama anakupatia kahongo ama ka gift ndio umpende, hiyo pia si love ile true. Mimi na suggest stick to your plan, umlenge na kanyage kubwa aende zake. Umesikia kutoka Auntie E. Na wewe Sasino, kuna swali? Yes. Nilikuwa na swali hapa. Kuna Mresha anasema mbona mimi huwa siumwi na zile cramps za period na sihisingi uchungu yeyote? Usi stress. Watu wanakuanga different. So kuna wale ambao watapata cramps, kuna wale hawapatangi cramps. True. So whether unapata cramps, hiyo ni sawa, na kama haupati cramps pia ni normal. So that isikuweke wasiwasi. Unless unapata ni extreme na inaenda too long, then maybe you need to be able to seek medical advice. But otherwise, hiyo ni normal, ni part of it. Some people are different in their body structure. Zingine hata zinakuwa little longer, zingine zinakuwa shorter, but then uko tu sawa. Na ni ukweli hivyo Sasino, lakini please tunawaomba hapo nje msihesitate kutuuliza maswali zote. Kazi yetu hapa ni kusaidiana na kujengana. Ile namba yetu yenye mtatumia na iko free of charge ni 20308. Usibabaike, hautatumia hata shilingi moja ya bundles. You can reach us free of charge. Asanteni sana. Mambo vulai Mashujaa. Big up sana Auntie E na Uncle Sasino kwa kufunguka roho na sisi. Wale wako locked in kutoka mtaa, in case uko na maswali kama hizi, wewe usipaniki. Cheza na rada ya SMS kwa 20308. Kumbuka #ni tuko on na SMS ni free. Bado unaweza DM pale kwa mtandao, tupate pale Facebook @ShujazKenya na pale Instagram @ShujazKE. Come tubonge. Sasa tuko na shujaa mwingine anaitwa Gertrude na ako na story ya kutuambia. Nayo.
Jina langu ni Gertrude na tuko kambi Somali. Napenda kazi by the way, sipendi kukaa idle. Sasa tumeishi tukiwa watoto na mandugu zangu, tukienda shule hivyo, kusoma, maybe hivyo school fees inakosekana wakati mwingine. Ninakaa home mpaka mama tunaenda atafute, nikipata tena bado mrudi muende shule. Baba mtoto uhusiano wetu ilianza, tulikuwa tunatembea hivyo tukapatana, tuka exchange number, tukapendana, nikapata pregnant. After kupata pregnant, hapo ndo tukaona ni kama tunaanza kuvurutana. Hivyo alishtuka, juu aliniambia yeye bado hajafika hapo kwa kunini, kwa kulea. Kaendelea kaa hivyo, nilikuwa naenda tu nikimwambia, akafika mahali hiyo story yetu ikaanza kukatika, nikimpigia simu ashiki. Unajua huwezi enda kwa mama kwanza. So nilienda kwa mtu wa huko, nikamwambia ndio aende ambie mama. Mama alireact, kunipigia kelele hivyo. Juu wako anatarajia pia yeye. Akaniambia mimi nitoke kwake, nikaenda kukaa na shosho. Sasa ndio nikakaa na shosho. Hivyo shosho akaongea na yeye, akarudi akakubali nirudi home. Vile nilirudi home, maisha kaanza kuwa ngumu. Unajua hivyo ukiwa na mzazi hapo hivyo na kuwa anatarajia unaweza pata ball. Sasa tukaanza kuvurutana tu hapa na pale. Haya, marafiki zangu vile nilienda kuwaelezea wakaanza hivyo kunidharau, wakaanza kuniongelea vibaya, wakasema ati sijalelewa vizuri. Hiyo safari ya kutafuta kazi ni unaenda mahali mtu anasema sasa akiweza kupea kazi utafanya aje na uko na mtoto na una mtu wa kuachia. Sasa ndio ikaendelea kukua hivyo. Ukipata ule mzuri anakukubalia ufanye ukiwa na mtoto. Kwa msichana amepata mimba akiwa high school, ningependa kumadvise asiache shule, aendelee na masomo, baadaye aje kutafuta kwa hiyo maisha. Kwa mzazi ningependa kumwambia akae na mtoto wake, juu maybe vile anaweza enda hivyo anaweza patana na vitu mbaya, maybe kama hao marafiki zangu vile walikuwa wananiambia, afanye hiyo kitu alafu inaweza mletea nini baadaye, madhara baadaye. Haya, kwa vijana ningewaambia wakiona msichana hivyo wako shule, kama walikuwa wanapendana, wangoje amalize shule alafu mambo mengine ikuje baadaye. Nikarudi kudate, ningependa kudate na mtu mwenye ako understanding. Nikimwambia hii, tunakaa pamoja, tunaelewana. Alo, big up sana Empress wetu hapo anaitwa Gertrude kwa kushare story yake na sisi. Rada safi, Empress anakumbusha magaldem huku nje wasi give up manze. Jo, mangori ni kibao, hata kama ulipata mtoi ukiwa chuo haimaanishi life inaishia hapo. Ndio hiyo sasa, bado unaweza figure out life yako na achieve dreams zako kama shujaa. Alafu machampe huko nje tucheze mafutani. Kama uko ready kuanzisha familia, we cheza na hiyo rada. Kumbuka kama unadai kutuchapia story yako, pia unaweza sema na me on WhatsApp on 0758919709 ama unaweza scan hii QR code hapa. Swafe sana, sahi Mike iko kwa streets majamaa. Kwa demu yako shule na majipata ako na bond, naweza mwambia ambie mapero. Kama pero ni wakali, anaweza ambia sisi wake mkubwa ambie mapero, ama bro kama ana sisi. Alafu kuwa na ball si end of everything. Nikiweza patana na msichana ako na mimba na ako shule, kitu ya kwanza namwambia like being pregnant will not define her worth or her future. Like atafute advice kutoka kwa trusted family member, trusted friend, then protect her mental health, go for checkup, then aendelee na masomo if possible, then all will be well. Nagotea pero na naambia atume do, nimesota niko shule. I like to say hi to my mom, my friends, yeah, and I love them so much. Ati tuko fully live recording. Ni Swadakta. Woza sana mashujaa na kuambia hiyo imekuwa Mike kwenye streets. Na tukikafunga acha ni big up Konso kutoka Thika. Big up sana Konso. Pia mimi acha ni big up Gitonga pale kutoka Tharaka Nithi. Na hapo ndio tunakafunga episode yetu ya leo mashujaa. Shukran sana kwa kila msee mwenye amekuwa locked in leo. Kumbuka utatupata tena next week tukiwaletea riba zingine motomoto kuruka. Lakini bado unaweza link na sisi pale kwa mtandao Facebook @ShujazKenya na Instagram
Instagram @shujazke. Kumbuka hashtag ni tuko on. Bado tunaweza chapiana pale WhatsApp. Kumbuka kusema na mimi on 0758919709 ama unaweza skani QR code hapo. Jishi yangu ya SMS namba ni 20308 na ni free. Welcome to Bonge. Nimekuwa na hodha wenyu Mtrue Sanchez Male na ni Empress wenu kwenye Mike Selina Hotel. Na tunasemanga ukue home ama daro, Shujaz tuko on.